السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعدكم اشكروا Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Tunaendelea na somo letu au visa vya mitume alayhimussalam. Tulizungumzia kuhusu, kwa kwanza tulizungumzia Yahya, kisha tukazungumzia baba yake Zakaria, kisha Isa. Kwa hiyo tumechukua vipande tu, sio stori zao nzima. Nabii Isa alayhi salam alipojulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba muda wa kunyanyuliwa umefika au umekaribia, aliwafundisha wanafunzi wake na kuwapa majukumu, kugawa majukumu, kisha kila mtu akapewa jukumu lake na sehemu ya kwenda kufikisha dini ya Allah. Baada ya pale Nabii Isa akauliza, nani atakuwa rafiki yangu fil janna, rafiki fil janna, na atakuwa shabihi, atafanana na mimi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala atampa sura yangu ili na mimi ninyanyue watu wajue nyuma yangu kwamba nimesulubiwa. Bas kila anavyosema Nabii Allah Isa alayhi salam, anajitokeza mtoto mdogo katika wanafunzi wake. Sasa Nabii Isa alikuwa anataka labda mtu mkubwa ajitokeze, ikawa hakuna anajitokeza huyu kijana mdogo mpaka mwisho. Nabii Isa ikawa amezungukwa, akaja malaika Jibril, Ruhul Amin, akaja Jibril kuja kumchukua Nabii Isa. Wale hawariyun au wanafunzi wake walimuona Jibril kwa sura ya mwanadamu. Basi Nabii Isa akajiandaa, alitawadha, akamaliza, akatawadha, akanini. Alipomaliza kazi zake za mwisho, wanamwona huyu, nyumba ilikuwa imezibwa kila pale, lakini katika ua kuna sehemu ambayo kulikuwa na uwazi juu, ndio walipita naye yeye na Jibril yule. Sasa wale watu, baada ya Nabii Isa kuondoka, kunyanyuliwa, kupelekwa juu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nisa, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubiha lahum, hawakumsulubu ila kuna mmoja alifananishwa naye Mtume Isa alayhi salam. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhanni wama qataluhu yaqina. Hawakumua kikweli, wana shaka mpaka leo. Sasa mmoja katika wale wanafunzi wake ndio aliouawa, na alikuwa ni mdogo kuliko wote. Nabii Isa baada ya kuondoka, wale watu wakawa wamemzunguka toka Nabii Isa yuko, wakavunja ile nyumba na kuingia na kumuona yule kijana ndio anafanana na Nabii Isa, na kuuliwa na kusulubiwa. Sasa mamake Isa alayhi salam, Maryam, alikuwa hajui kwamba mwanae amenyanyuliwa. Akaenda akawaomba wale watu, maana siku ngapi amesulubiwa, hata kuzikwa hamna. Akaenda akawaomba, jamani nipeni nikamzike. Siku ya 3 akamkubalia, akaenda akamzika. Baada ya kumzika, anaenda kaburini kwenda kumwombea, anajua ni mwanae, yeye na mama yake Nabii Allah Yahya. Sasa ikawa mama yake Nabii Yahya, maana wako wanawake tu kaburini, ikawa hajajifunika vizuri, akamwambia kuna mwanaume huyo anakuja, jifunike. Mama yake Nabii Yahya akajifunika vizuri, akaja huyo mwanaume, anamwambia mama yake Nabii Isa alayhi salam, Maryam, anamwambia mimi sio mwanaume, mimi ni malaika wa Allah, mimi ni raisul malaika, rais wa malaika.
ambaye ni Jibril Ruhul Amin, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimletea wahi. Akamwambia, mimi ni huyo Jibril, mwanao hakufa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu amemnyanyua, yuko juu. Na kuna riwaya inasema yani Nabii Isa alionyeshwa mama yake baada ya pale kwamba kama hajafa yuko hai, kisha akaondoka Nabii Isa alayhi salam kwa anavyojua Allah. Wallahu a'lam, wa ila huna aqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.